kwa wakati mwingine kinasema kwamba nenda kufanya kazi na huyu. Karibu sana. Amina. Asante. Unajua hicho ni kitendawili ambacho namna ya kukitegua inakuwa ni changamoto, kwa sababu wakati mheshimiwa diwani amemnyanyua Mrs. Dawson Kombe, nilijua kwa sababu yule hapo mfanyabiashara mkubwa, nilijua sasa anamwambia aje aongeze, hajalizika na kiwango alichokisema. Mnielewe. Kwa hiyo mheshimiwa diwani, mimi naomba kitendawili hicho ulichonipatia mbele za madhabahu hii, mimi nikitegue hivi kwamba umenionea sana huruma kwa mchango ambao nimeahidi shilingi 10,000. Na wakati huu unajua hali ni ngumu sana, na mimi nimekaa hapo katikati, kinajua huyu ni mwanangu, naenda kufanya naye kazi. Sasa mheshimiwa diwani, kwa kile ulichokuwa unafikiria kukitoa hii shilingi 100,000, basi uongezee 10,000 nyingine iwe 110,000. Jamani, huyu amenipokea hajanipokea? Amenipokea hajanipokea? Mimi nilifikiri kwamba basi hata kama ni kwa chochote kidogo naomba nikaribishe. Sasa yawezekana kumba nahitaji na mimi nipite pembeni huko, nisiwe napita kwake, si ndio? Mimi nimepiga hodi kwake, nahitaji anipokee. Karibu mwenyekiti, unipokee. Mimi nadhani nilishakupokea, ndio maana nikasema kwa muungano ule tulionao, wewe unatoa 100,000, halafu pia kwa kuwa niliahidi 10,000 unaniongezea 10,000 ili sasa niende kutenda kazi vizuri na wewe mheshimiwa. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, hapa tuko kwenye mikono za Mungu. Tunahitaji wote tupate baraka za Mungu. Sasa huyu anaendelea kunikwepa kwepa. Sasa basi hebu ngoja nimwache. Basi bwana, sasa hebu ngoja nigeukie upande mwingine. Mimi naona huyu mwenyekiti sasa. Basi kwa nafasi yako basi hebu ngoja nikuache. Basi huyu yuko kwa niaba ya nani? Kwa niaba ya Mrs. Ismail, si ndio? Huyu yuko kwa niaba ya Mrs. Ismail. Hebu naomba sana zaidi, hata kama utakuwa na ahadi kwa niaba yangu, hata kama ni 100 au ni 200, kwa sababu basi ni kwa niaba ya mke wangu, hebu naomba uahidi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Basi kwa niaba ya familia nitaongezea 20,000, na nikitoka hapa niende na mtu pale ninaposhindaga nikabidhi hiyo hela. Aha. Ni kwa nini niliwainua wawili? Safari inakuwa sana zaidi ina mtu wa nje. Huyu ndugu yangu kwanza ni kiongozi mkubwa wa imani. Ni kiongozi ambaye tayari siwezi nikasema jambo. Tukiingia tu kwenye imani, mimi nahitaji nichuchumae. Ni kiongozi wangu mkubwa sana zaidi wa kiimani. Lakini tukitoka nje tu, mimi nasimama tayari kama katibu mwenezi wa itikadi na wenezi kata ya Busagara. Anakuwa mdogo kwa sababu yeye ni katibu hamasa wa kata, anadiri na vijana. Mimi nadiri na nini na watu wote.
Kwa hiyo tayari nabaki na mimi namuamulisha kama alivyokuwa ananiamulisha kule ndani. Bwana Yesu asifiwe. Kule ndani akisema chuchumaa na chuchumaa. Akisema piga magoti na piga magoti. Akisema lala chale na lala chale. Na mimi nikitoka nje nasema na mimi nalipiza kisasi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa niombe sasa, bado pia huyu ana nafasi kubwa tena. Leo nimepata nafasi, ni diwani. Yeye huyu ndiye ana kazi ya kunipangia majeshi ya kunilinda mimi. Kila hatua ninayopiga najua nina ulinzi nyuma.